Amen. Tunashukuru Mungu kwa siku njema ametupatia na tuifurahie. Na nafuraha tena nasimama mbele ya ndugu zetu hao Waislamu waliopotezwa ili tuwarudishe kwenye mstari. Wapate kumwamini Kristo na Kristo waweke wako pamoja na wenyewe. Na ndio maana nasimama hapa, mwenyekiti amesema sisi tushakubali kama Muhammad ni mtume, lakini sisi tuko nayo ya kusema kachaguliwa wapi. Mimi sitakubali kama Muhammad ni mtume, lakini nyinyi kisa mnajigamba mkimuita Muhammad mtume. Ndio maana tuliwaita hapa ili tuambie wapi kachaguliwa, ili kama mtume Muhammad kachaguliwa na Mwenyezi Mungu, ili nyinyi mumwite mtume. Sasa kwa nini mimi sitakubali? Sitakubali, kuna vitu fulani nitaenda kuonesha. Nitakuwa sitakubali na sitakubali mpaka siku nitakaingia kwenye mbingu ya Kristo iko. Sitakubali hata siku moja. Kwa sababu gani? Masababu ni haya tena kutoa. Cha kwanza, Yohana, nisomee hapa Mathayo 7:15 inasema nini? Mathayo 7:15 mkirundi inasema, shuka na maandiko. Mwirinde abigira bavugishwa n'Imana. Ndiyo. Baza kuri mwebwe bambaye nk'intama. Wariki imbere. Aramabingira y'inkazi. Ndiyo. Muzobamenyera kuvyo bama. Ndiyo, endelea. Hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya, canke isukoni ku bitovu, canke igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Ubarikiwe na Yesu. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. Ndiyo. Hiyo muzamenyera kuvyo bama. Hiyo ni msingi nasimamia. Kuko n'urufatiro magari yeko. Kwa Kristo ametupatia hiyo mwangaza. Kuko Kristo aduhaye iyo warning change cyo kugabisha. Hata na kuangalia na matunda, hamwe no kuraba ivyabo. Kama kisi Kristo amesema, nuko Kristo yadutegetse, mti mzuri, igiti ciza, hawezi tosha matunda mabaya. Nigishobora kuzana ivyama bibi. Na mti mbaya, n'igiti kibi, hawezi tosha matunda mazuri. Nigishobora kuzana ivyama vyiza. Sasa na kila mtu atubona wese tutamtazamia kwa matunda yake. Tuzobamenyera kuvyo bama. Na ndio maana niyo mpamvu kitabu cha Biblia kinatuambia, igitabo Biblia kinatubwira, Wakorintho wa pili, Wakorintho abikono ba kabiri, aya mlango wa 11 kigabane cha 11 haza 14 nasema nini? Mlango wa 14 aravuga agasubira kubandika. Kandi ivyo ntibitangaza, kuko na Satani, hata Shetani mwenyewe yigira mu malaika w'umuco, anajifanya malaika wa mwanga. Nuko sikigoye kwa abakozi niwe nabo, hata watumishi wake pia bigira nk'abakozi b'ukugororoka, wanajifanya vizuri. Iherezo ryabo, mwisho wao, iherezo ryabo ndio rizohwana n'ibikorwa byabo kabisa. Tutaona kwa matendo yao. Na ndio maana nilisema mimi Muhammad siwezi kubali na sitakubali kama ni mtume mwenyewe. Muhammad sinemera, sizokwemera kwa ari ntumwa y'Imana, na hata kwa mafundisho nagwe kunyigisha. Hiyo ni somo na hata hapo. Ico ni cigwa size ngaho. Tarudia nyuma kwa matendo yake. Tunavuga ku bikorwa yakoze. Tuangalie kweli huyo anastahili kuwa mtume mwenyewe. Ega mu vyukuri uyakwiriye kuba intumwa y'Imana. Lakini swali kwanza tunaanza, ariko kibazo tubaza, wapi kachaguliwa? Ni hehe yatorani ili awe mtume? Kugira bintumwa. Baada ya hapo, inyuma yaho tutakaye kuonesha matendo yake. Tunakwereka ibikorwa vyiwe. Baba nisome Qur'ani, kama ta Qur'ani 42:52. Kigabane cha 42 na 52. Aravuga agasubira igitabo cy'intumwa itazi gusoma cyangwa kwandika. Na namna hivi ndio tumekufunulia wahi kwa amri yetu. Tulikufunulia wewe Muhammad. Ulikuwa haujui kitabu ni nini wala imani. Muhammad hakuwa na kitabu wala imani. Icho unago na kitabu yote cha kukwizera. Ndio. Lakini tumefanya kitabu hiki ni nuru, ambayo kwa nuru hiyo tumuongozaye tumtakaye katika waja wetu. Asante. Hii aya inafurahisha kwa Waislamu. Umurongo urahimba kwa Waislamu. Najua kwa nini naitoa. Ndazi gituma na utanzi. Hiyo kwamba Muhammad, Muhammad hakukuwa na kitabu. Na kitabu warufu. Na hakukuwa na imani. Na nukwiza warufu. Lakini tunakufunulia ariko turaguhishurira igitabo hiyo mwongozo kwa ulimwengu. Hiyo murongozi ku bantu. Sasa swali langu liko hapa. Ikibazo kiza mbeleni Muhammad, imbere Muhammad alikuwa na imani gani? Yarafise ukwiza uko. Alikuwa na imani ya Islam. Atagira ukwiza ku Islam. Na alikuwa na kitabu gani? Kandi yabise kitabu kihe? Wakati alikuwa atakuwa na Qur'an.
ataragira Qur'an. Atuambie imani ya Muhammad. Baza kutubwira ukwizera afise. Kisha hanyuma tutaangalia hiyo imani ya Muhammad ya mbeleni. Tutavuga kwizera kwa munango kwa Muhammad. Na imani ya Waislamu ya sasa. Tubikompara tubigeranye n'ukwizera kwa Waislamu kwa kino gihe. Kuna utafauti? Mbega hari itandukano? Kuna utafauti. Haina tandukano ni hagati yao. Kwa mimi kwa mfano, jenga karorero. Mimi nilikuwa msharati. Jera musamba wakati siampokea Kristo. Naraha Yesu uzima. Lakini wakati nimpokea Kristo, ngabigenakira Yesu, nikakuwa huru na pepo ya usharati. Nariha nyemba winegabya kumwemo y'ubusambanyi. Haleluya. Amen. Hiyo ni ushuhuda. Iyo ni naya. Kusema huyu mbeleni nubakera uyu ameze gutya. Na sasa anakuwa hivi. Mugabo ubu ameze gutya. Sasa tuangalie Muhammad mbeleni. Tuawe Muhammad kera. Alikuwa namna gani? Yarafise ukwizera ukwahe? Alikuwa na imani gani? Yarafise ukwizera ukwahe? Imani ya sasa. Na nubu sasa ni imani gani? Mbega nukwizera ukuhe? Tunalinganisha. Tubigereranye. Yale ya zamani. Mbega ni vya bindi vya kera. Ama kuna mabadiliko. Cyangwa hari bishasha yazanye. 29 Qur'ani. 29 ikigabane cha Qur'ani. 27 yake. Na 27 yayo. Turasoma mu izina ry'utapfuye akiri mumva. 27 yayo haravuga. Huyo ni Muhammad. Na tulimpa. Na kuzaa nabii Isaka na kumjukuu nabii Yakubu. Ukitaka unasoma hata Qur'ani ya Kirundi hapo. Ya Kirundi? Hakuna shida. Ya Kirundi iko hapa karibu. Soma Kirundi usihangaike na kutafsiri. Toa hiyo Kiswahili. Haraka baba, muda wangu. Raia mpya sura inasumbua naga 20 tunasoma 27. Ndio. Inasema hivi kwa wale wenye kuandika. Barikiwe na Yesu. Maze Aburahamu tumuha Isaka, Yakobo umwuzukuru, dushira mu ryango rwabo, mu rubyaro rwabo, ubuhanuzi bufise igitabo. Unasikia? Wakatia ndani ya kizazi cha Yakobo. Ngo bashira mu rubyaro rwa Yakobo abavugishwa. Akatia unabii ndani ya kizazi cha Yakobo. Mu rubyaro rwa Yakobo Imana yatoje kwa sababu bavugishwa. Hii ni Qur'ani. Hii Qur'ani bivuga kama kizazi cha wanabii. Nimi urubyaro rw'abavugishwa wanatoka katika kizazi cha Yakobo. Bava mu rubyaro rwa Yakobo. Huyu Muhammad, mbega uyu Muhammad anatoka wapi? Ava mu rubyaro rwa Muhammad ni ndani ya kizazi cha Yakobo. Mbega Muhammad ava mu rubyaro rwa Yakobo? Inaonekana hapana. Inyishu ni oya. Na kama Qur'ani inasema, nima Qur'ani ivuga wanabii wanatoka kwenye kizazi cha Yakobo. Abavugishwa n'intumwa bava mu rubyaro rwa Yakobo. Na Muhammad hakutoka kwenye kizazi cha Yakobo. Na Muhammad ntiyavuye mu rubyaro rwa Yakobo. Usiwaona kama ni nabii wa uongo. Mbega nibujabona ko ari muvugishwa n'intumwa y'ikinyoma. Huyu ni wa uongo kabisa. Huyu ni w'ikinyoma. Qur'ani nisema, Qur'ani yavuga wanabii wanatoka ndani ya kizazi cha Yakobo. Abavugishwa bava mu rubyaro rwa Yakobo. Na tukiangalia Muhammad, kandi turavye Muhammad hajatoka hata kwenye kizazi cha Yakobo. Ari kure cyane mu muryango wa Yakobo. Aya, asante. Ego 22 yake Qur'ani. Qur'ani kandi abandi kigabane cha 22 75 n'umurongo wa 75 inasema nini? Mbega haravuga agasubira muri cya gitabo nyene 22 inasema nini? Ngapi baba? 75 22 turavuga gutya 22:75. Ala atori ntumwa mu malaika no mu bantu. Mungu anachagua wanabii kwa malaika pia na kwa watu. Bavuga ati Imana ngo itora intumwa mu malaika no mu bantu. Mu byukuri ala ngo ni wenyene kumva nyene kubona. Aya, asante. Hapo tunaonesha namna gani Mungu anasema hivi, anachagua. Turabona ko Imana ivuga ati ukuntu atoranya wanabii, atora intumwa na mitume n'intumwa kwa malaika, mu malaika, watu no mu bantu. Sasa hapo tema yetu ya leo ama somo letu ya leo, shigwa chacu kiva gutya, nani kamchagua Muhammad? Ninde yatoye Muhammad? Hii mistari inatoa yote, imirongo natanze itaonesha wapi Muhammad alichaguliwa. Inataka kutweka Muhammad yatoye. Huyu Allah ama Mungu Imana kachagua wengine wote, yatoye abandi bose, lakini hakuna hata nafasi moja na murongo numwe ndani ya Qur'ani muri Qur'ani Muhammad kachaguliwa. Muhammad yerekana ko yatowe. Tunaenda 20 na 29 bisha isoma hiyo. Twende 7:144. Tunaenda sura ya 7 144. 107 144 inasema hivi. Yes.
aravuga ati ewe Musa mu by'ukuri jewe naraguhisemwo muri ndijambo naragutoranije mu bantu no kuguha ubutumwa bwanje asante no kukuvugisha. Hapo tunasikia namna gani Mungu anamchagua Musa. Turabona kuri Imana ivuga ati kunatoye Musa, anamchagua Musa ati Musa ndagutoye. Hapa kuna tatizo, nta ngorane. Mungu akamchagua Musa. Turabona ko ijambo muriko mu gitabo cyawo Imana ati Musa ndagutoranije. Sasa wapi Muhammad kachaguliwa? None bazakutwereka umurongo numwe basi nagashi. Natamani mwenye atasimama hapa uza guhagarara ngango umugabo anyonyeshe wapi Muhammad, atwereke hehe Muhammad yatowe n'Imana. Baba 38 3:8 kigabanye cha Sad 45 yake 45 yiwe 38:45. Kwa wale wenye kuandika wawe tayari. Inasema nini? Unibuke kandi 38 38 ndio 45 shuka 38:45 nasema ati unibuke kandi ngo abasavyi bacu Aburahamu, Isaka, Yakobo bari rurangiranwa kandi bari abanyabwenge. Ndio mu by'ukuri babahaye ingabire idasanzwe yo kwibuka ubuzima budahera. Asante. Hapo tunapoangalia hapo soma Qur'ani ya Kiswahili. Ngo mu by'ukuri bo iwacu bari mu batoranijwe. Sasa tunasikia hapo kisi Mungu alimchagua Ibrahimu. Imana Qur'ani yavuga Imana atoranya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Amewachagua. Yarabatoye. Aliwachagua. Yarabatoranije. Wapi Muhammad kachaguliwa? Muhammad yatowe. Watuambie wapi kachaguliwa? Batwereke hehe hadisi ati Imana ndagutoranije Muhammad. Acha niongeze wengine. Ikatogera ubundi 3:42. 3:42 inasema nini? Kigabane cha Al-Imran inasema 3:42 inasema hivi. Ndio. Niwibuke aba malaika bavuze bati ewe Mariamu mu by'ukuri Imana yaraguhisemo araguchorora. Sasa anakurutisha abagore bose muri barwe gaho. Ni wengine amechaguliwa. Unundi yatoranije. Mariamu kachaguliwa. Turabona cyari ati Mariamu yaratoranije. Kamchagua. Imana yamutora mu bandi bagore. Sasa leo Waislamu uno Musa abiyita Abayisilamu wanasema Muhammad ni mtume. Baraba ko Muhammad ari intumwa. Kachaguliwa wapi? Ni hehe yatowe awe mtume kugira bintumwa. Haleluya. Haleluya. Wapi Muhammad kachaguliwa ili awe mtume wa Mungu? Hehe Muhammad yatowe yahiswemo abe intumwa y'Imana. Nilitanguliza nikifundisha natanguye mvuga kila tutamtizama kwa matunda yake. Ati ntumwa yose tuzomenya kuvyo yabo. Kama ta Qur'ani ya Kiswahili, Qur'ani ya Kiswahili 46:29. Dama. Mirongile wapi Muhammad kachaguliwa? 46:29. Mirongile na gatandatu 46:29. Yes. Tunasoma inasema hivi. Inasema nini? Na wakumbuke tulipokuleta kundi la majini kwako kusikiliza Qur'ani. Ndio. Basi walipohudhuria walisema na kuambiana. Ndio. Nyamazeni. Sikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha soma walirudi kwa jamaa zao. Ndio. Wakiwaonya. Mafafanuzi. Wanasema mtume kama alivyotumwa kwa wanadamu. Eti ndivyo alitumwa akapelekwa kwa majini. Ubarikiwe. Kama Qur'ani nzima. Ndio. Na hadithi zote zinavyosema. Sasa ndio hapa tunaanza kunukuu. Tunaangalia Yesu kasema atuyekusubira mu Yesu yavuze. Wale wanabii wa uongo abavugishwa cyangwa intumwa z'ibinyoma tutawatizamia kwa matunda yao. Tuzobamenyera kuvyo bama. Kwa kuwa mwenyekiti alisema uko umuhagarikizi yavuze. Kwa sisi tushakubali kama Muhammad ni mtume. Jambo kwa twemeye ko Muhammad ari intumwa. Lakini wapi kachaguliwa? Ngo tubisaba ngo hehe atorani. Mimi nanukuu yeye. Ndamusubiye mu yavuze. Mimi sijamkubali. Jesi nemera ibyo yavuze kulingana na matunda yake. Bivaye n'ivyamwa Muhammad. Uyu nabii wa kweli. Uyu sumuvugishwa. Hata kama anajiita nabii. Nawe ukwinda kwa intumwa. Ajiite. Niite. Lakini ya uongo. Ariko ni wiki nyoma. Sababu ya kwanza hii. Ikindi gituma cha mbere. Nabii ungine gani? Ni ule muvugishwa w'Imana. Atumwa kwa watu. Yatumwe ku bantu. Na akatumwa kwa majini. Atumwa no ku bisigo. Nabii gani?
Numuvugisha abantu. Munaambia nabii gani ungine katuma kwa majini? Mutubwire iyi ntumwa yatumwe ku bantu no ku madayimoni. Hiyo ni alama ya kwanza. Ico ni kibazo ca mbere. Alama ya pili. Ikibazo ca kabiri. Asili ya majini. Ikigabane c'ibisigo. Ukurasa wa 20. Ikigabane c'ibisigo. Asili ya majini, kitabu haraka. Kamere k'abadayimoni. Kiacha chini hapo hicho. Abantu bazi kamere k'abadayimoni barakomeye aba bantu. Bo bazi n'abadayimoni kwa mezi. Haraka baba, muda unaisha. 20. Havuga gutya. Ngo ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa ndio hawakufanikiwa kufanya jitihada ndio na kumwezesha shetani na wanaye kuomba msamaha kwa Mungu ndio kuwa Waislamu. Ni Muhammad tu ndiye aliyesilimisha shetani, alimtembelea shetani akamuingiza dini, na watoto wake wa majini wakawa Waislamu. Unasikia balaa hii? Sasa mniambie nabii mwingine gani akanakaga ni yini ntumwa alienda kumsilimisha, akaenda mwambia maneno ya Mungu shetani, ashaka kubwira satani majambo y'Imana, na shetani akakubali, shetani aremera akakuwa Muislamu, acha kulikirwa kwizera kwabo bavugisha. Wengine nabii gani nini uni muvugisha kote ico kintu hapa? Wataleta mambo ya Mathayo. Baba nisomee Mathayo. Watabana biko biri muri Mathayo, habari za Yesu, inkuru za Yesu wakati anajaribiwa jangwani. Mugihe Yesu agerageza ubugaragwa, Yesu alifanya nini? Mathayo 4:8 mpaka 10. Mathayo 4:8 yayo inasema nini? Havuga gutya agasubira. Mathayo ikigabane ca 4 kinasema nini? N'umurongo w'8 ndio havuga gutya ati nuko ndio baraka baba, muda unaisha. Umugwarizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, ni huyo shetani amwereka ubwami bwose bwo mwisi ndio n'ubwiza bwiwe. Ati ibyo byose ndabiguha nibapfuka mukansenga. Kisha buno Yesu aramubwira ati mvako satani, mvako shetani, kuko byanditswe nguhoraho Imana yawe ndio abari usenga. Sasa hapa Yesu akamfukuza shetani. Yesu amukubita umugere satani. Wakati shetani amfukuzwa, mugere satani yirukanwe, akaenda kutanana na Muhammad, achahura na Muhammad nyuma y'imyaka 500. Muhammad akamuuliza shetani, vitu gani? Muhammad ajabaza satani, wewe wiki nimefukuzwa. Yewe Yesu yanyirukanye. Basi kuja huko ndugu. Yesu kwa kwigwa jewe ni wiziri wacu kuwa Muislamu, uibere Muislamu. Sasa hizo ni matunda ibi ni vyabo zenye Yesu ametuambia. Yesu yatubwiye tutawatambua tuzoba kwa matunda yao. Uvyoba kingine iki baba. Haleluya, amen. Muhammad sio nabii Mwenyezi Mungu. Mubyukuri umugabo si ntumwa y'Imana. Kamata kitabu hapo Mayunga hapo baba. Mayunga, kitabu cha Mayunga. Kamata Mayunga hapo 53 5:3. Haraka. Tunaonesha matunda ya kuonesha huyu hata kama amejiita nabii, hata amejiita sijui namna gani, profesa sijui namna gani, tunasoma katika jina Yesu. Profesa wa umma. Inasimuliwa 19 yake 20. Soma. Inasema tafsiri yake. Waislamu baada ya kuhamia inasema, je, ndio mmemuona Lata na Uza na Manata mwingine watatu? Ndio. Inasimuliwa kuwa Waislamu baada ya kuhamia Ethiopia kwa miezi miwili hivi, ndio siku moja Mtume SAW alikuwa ameketi akiwa na baadhi ya maswahaba pamoja na makafiri. Mara Mwenyezi Mungu akamteremshia surati Najm. Muhammad akaisoma. Hata alipofikia haya, je, mmemuona Lata na Uza na Manata wengine watatu? Ilikuwa ni miungu mastati. Shetani akamnongonezea. Unasikia shetani akamnongonezea masikio, akamnongonezea matamko matatu. Haraka baba. Akasema matamko mawili. Akasema ni Muhammad akasema, akafikiri ni wahi. Nayo ni hao Manata na Laza na Uza ni waungu watukufu. Naye akafikiri ni sehemu ya uhai, akajua kama ni ufunuo, na kwamba maombezi yao bila shaka yanakubaliwa au yanatarajiwa. Ikakuaje? Mtume akaendelea kusoma aya katika surati Najm mpaka akafikia yatu sijida, akasujudu, akainama, na Waislamu nao wakasujudu pamoja naye. Makafiri walipoona kuwa vile Muhammad
waliosifu masanamu yao kwa sifa ya uungu, nao wakaporomoka wakasujudu pamoja na Waislamu. Nabii gani ungine aliabudia masanamu? Nabii Mwenyezi Mungu. Ninde uli muvugishwa w'Imana yunamiye ibigirwamana. Ubarikiwe na Yesu. Uhezagirwe na Yesu. Waaza. Assalamu alaikum. Makofi kwa Yesu Kristo. Nimesema makofi kwa Yesu Kristo, maana ndiye anayestahili sifa na kuchapiwa makofi. Basi kwa hivyo aishije umwanya wiwe w'iminota 20 n'amasegonda 18 iri kubw'ivyo tugoma